Mao mwanchu murigeria wita senike andizi TV na nengo kwaligania asentonda ya gatatu chinga kutogenda takosanga ime umorobeli wensa kiabona mambia asentonde yigo mwanchu murigeria to kurigeria amangana ringete obo chenu na nagotebya bukare abageni baitu babiri bagukirana ase studio abutura bitogosanga mange litko lierero mwanchu murigeria nimetenga abone gasubugu mu bigabo ikere amangana manga beri gakoye nikigwa akonyoranga abantu abange babiri bagutwara umuchando kebongo goli tkulia rero ndugwa taba bwatani kurwa sekyombeke mabara chikoba bagutumanyigoro yo bokoreri bwabo batumanye ningikiri babo korana ndinga kibageneta gusira abamenyi kuru gasoro ngoro busi kwani kimnamba ligo chikogenda gutwara umuchando yo nabo igomba bibagutumanya sobwagale ekero montabere ka gutwara umuchando yo ngetambukero kikeri abwenrete koimuke kondo mwanchi muri tkulia rero awara bego konganchiranga ntobe to kuburukanya chiluga nimbengo tumike ruga yake gusina boigo Kiswahili ya keigo kurinde ngo sabanga tobe ase obwa mogenda gotobwa testinse machiche mitandao ansemeri ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News website www.ndizitv.net boigo sanga ni ntokerenga likyago agwetera ase namba yesimu ya 0792192834 otomanya soko bwati umorobeli korona bagori boliyago aseli tkolia rero kubwatika namangana linge togo chenundi lili elinde tobe togo koira nilio manchi muri tangili bageri galia bene kwaligani abageni ase studio elinde batumanye na kibakorokwa ngai bakorokoro ga sorongoro agustene ningi kiri babakora karibu sana. Thank you for the invite. I'm Matilda Nzioki, a mental health advocate. Karibu sana. Leo umekuwa mfupi sijui usikue na wasiwasi, hapa ni nyumbani. Najua ndizi tumesahau kukupea ndizi lakini tukimaliza show tutakupea pale. Pengine unaweza tuambia Matilda Nzioki anatoka wapi? Je, Nzioki hatujaizoea sana, tumezoea Kerubo kuambuka. Matilda Nzioki ametoka upande wa Machakos County, anasoma hapa Kisii University, counseling psychology. Yeah, fourth year student, graduating this year. Okay, congratulations in advance. Asante sana. Pia tuko na mgeni mwingine kwa upande mwingine, anaweza jitambulisha, waambie mpenzi mtazamaji unaitwa nani na unafanya nini katika huu mji wa Kisii. Asante sana, kwa majina naitwa Obando Tyson. Mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha Kisii University, lakini mwisho wa mwaka huu nitakuwa nafanya my graduation. Mimi natoka Kakamega County, Butere Sub County. Kwenye uprofession wangu nimesomea Gender and Development Studies, but tumekuja kwa niaba ya Young Solidarity Foundation, which is a community-based organization inayofanya kazi kwenye county au jimbo hili la Kisii. Asante. Watu wa Ingoho, karibu sana. Tukuna mtu wenu atuwakilisha katika hii sehemu. Asante sana kwa kutenga muda wenu na kufika katika studio yetu ili tuweze kuelimisha mpenzi mtazamaji. Pengine tunaweza anza na wewe Tyson. Basically Young Solidarity Foundation ilianza lini na haswa inafanya nini? Asante. Young Solidarity Foundation is a community-based organization working within the county government of Kisii. And mwaka uliopita tulianza kwa kujitolea, like a volunteer team. So we have been working as a volunteer team when it comes to mental health awareness programs. Na unapata kwa mara mingi tumekuwa tukijihusisha na chuo kikuu cha Kisii University. Pale ndipo mahali ambapo tupo. Na tulipata kuwa baadhi ya wanafunzi wamekuwa disturbed when it comes to mental challenges. Ndio maana mimi pamoja na wenzangu tuliketi chini tukasema ni suluhisho gani ambalo tunaweza letea wanafunzi wetu wa Kisii University, sio tu wanafunzi peke yao, but jimbo lote la Kisii County. Ndiposa tukaamua wacha tukuje na an organization called Young Solidarity Foundation. Sasa kwa ufupi tulianza kazi yetu last year, but early this year we registered our organization. It's legally operating within the county, and we have managed to offer mental health awareness programs within the county government of Kisii. Okay.
Okay. Yes. Asante sana. Sijui kwako Matilda, ulijuaje kuna hii organization ya Young Solidarity Foundation? Ulijikuta aje hapo? Unaona Tyson anafanya kosi tofauti na wewe. Asante. Young Solidarity Foundation walipoanza kama volunteers, walitukaribisha sisi mental health advocates ili tuweze kufanya kazi pamoja kwa kudhibitisha objectives zao zimesonga mbele. Tuliweza kushirikiana na Tyson. Tyson amekuwa rafiki yangu kutoka tuanzie. Kwa hivyo tulianzia pamoja, akanihusisha na wazo lake la kuanzia YSF na tukashikana mkono kuanza YSF na kuhakikisha mental health imesonga mbele na watu wamejua about mental health. Okay, asante sana. Tyson, kwa upande wako najua tunaongelea mental health. Pengine mpenzi mtazamaji haelewi mental health ni nini. Maybe unaweza tuelezea tu kwa kifupi. Mental health, utaniruhusu nitakuwa nikichanganya Kimombo na Kiswahili. Ni sawa. So mental health, kwa ufafanuzi wangu naweza sema mental health just having some challenges ama kuwa na tatizo kidogo when it comes to mental health programs. Kwa mfano mimi kama mwanafunzi labda sijafanikiwa kufanya mtihani wangu, nimekoswa na karo, ama nilikosa kufika darasani kusoma jinsi sheria inavyosema kwenye mashule tofauti. Unapata baada ya kukosa huo mtihani sasa nakuwa mentally challenged. Sasa mental health naweza sema ni kukosa usawa wa akili mahali popote ambapo uko ama mahali popote ambapo unafanya kazi. Ya kwa ufupi hivyo. Okay, asante sana kwa kuelezea mpenzi mtazamaji hivyo. Muda ukiwa kwa muda mfupi unaokuja nitaweza kuelezea kwa ile lugha ambayo wanaweza elewa zaidi. Tukuje kwako Matilda. Sijui unaweza angalia mtu vipi useme huyu mtu hayuko sawa, akili yake haiko sawa. Katika mtazamo mental health, kitu tunachoangalia ni kama mtu physically ako sawa, spiritually kama uko sawa, emotionally kama uko sawa. Hivyo ndio tunasema mental health you are stable. Kama mtu hayuko sawa, anaweza kupatana nasi psychologist, aweze kufanyiwa assessment, ajue ni tatizo. Psychologists wana uwezo wa kujua ni tatizo gani, they do the assessment, kutambua ni tatizo gani linalo affect huyo mtu. Kwa mfano, kama mtu ako na stress, ingine inaweza onyeshana kwa uso, vile wamekasirika, vile hawana furaha na kufanya chochote. Lakini wakienda kwa psychologist, kuna hizo vifaa zinazotumika kuwafanyia assessment ili kudhibitisha ya kwamba hiyo ugonjwa ya akili ndio wako nayo. Asante sana. Tyson, tukuje upande wako. Pengine umeweza kuangazia wanafunzi katika chuo kikuu cha Kisii. Umeweza kuona ni nini ile haswa kinachangia wao kuwa na mental disorders? Jambo la kwanza ambalo linachangia hawa wanafunzi ni kuwa jambo la kwanza we have relationship in campus. Unapata wanafunzi tumechukua muda wetu. Tunajihusisha na maneno ya relationship. Na baada ya muda unapata maybe one of the partner disappoints each other. Expectations zinakuwa high. Kwa mfano mimi niko mwaka wa 3. Nimejua nikimaliza mwaka wa 4 huyu msichana, kwa sababu nimeanza na yeye kuanzia mwaka wa kwanza. Baada ya masomo huyu ndiye ambaye nitapeleka Western kukula Ingoho, you understand. Yeah, na unapata anakuwa frustrated ama amekuwa disappointed. Jambo lingine ambalo limefanya wanafunzi na tukaweza kupeana suluhisho ni kukosa kufanya mtihani, labda karo. Unapata wengi wetu tunatoka kwa zile sehemu ambazo hatuwezewi kifedha. Lakini unapata mtihani umefika, mwanafunzi hajamaliza karo, baadaye mwisho wa siku unapata huyu mwanafunzi baada ya kukosa mtihani anakuwa mentally disadvantaged.
Jambo lingine la tatu ambalo linaweza kuwa ni chanzo kuu cha mental health kwa wanafunzi, tunaweza sema kuwa ni maybe kutofanikiwa kutokea kwenye graduation list. Kwa mfano unapata mwaka huu baadhi ya wanafunzi wamejipanga kufanya graduation, but in campus we have what we call missing marks. Yeah. Sasa unapata ndio mwanafunzi aliufanya mtihani, lakini baada ya kufanya mtihani matokeo yake hayapatikane kwenye orodha ya wale ambao wanastahili kufanya graduation. Sasa from our statistics, hizo ndizo baadhi, hayo ndiyo maneno ambayo tumeona yakileta some of the mental challenges kwa wanafunzi wa chuo kikuu cha Kisii University. Na Raisa, na miongelea upande wa wanaume, sijui ladies, unajua tunakuanga na challenges mingi. Unaweza sema vipi umekuwa ukitangamana na ladies kwa chuo kikuu chenu? Maybe wao kwa upande wao wanapitia challenges zipi? Challenges za wasichana yenye nimekumbana nao yenye wanaosema poverty. Financial strains zinafanya wasichana waweze kupata hizo stress. Wengine wanajihusisha na mambo yenye hayahusikani ili wapate pesa. Changamoto nyingine ni peer pressure. Peer pressure hapa campus iko juu. Labda venye wanavaa, venye lifestyle yao iko, inawafanya pia wapate hizo challenges juu ya expectation ya venye campus ladies wanafaa wakue, and hiyo inakuwa changamoto kubwa sana kwa wasichana wenye labda hawajajijua na labda esteem yao iko chini. Unapata hiyo ni changamoto sana kubwa inayowafanya waathirike kiakili. Changamoto nyingine ni kukosa marks venye Tyson amesema, inakuwa changamoto kwa campus. Na kusudia sisi wasichana unapata wenye labda wakuwa wamefanikiwa wanaweza kuwa hawezi graduate. Hiyo inakuwa changamoto. Inakuwa changamoto kubwa juu huku nyumbani kuna hiyo pressure ya ulienda kusoma, unatakikana ukuwe umegraduate, ukuwe umejifikia mahali fulani. Okay, asante sana. Sababu wewe unasomea hiyo course ya psychologist, unaweza tupeleka types of mental disorders? Kweli. Mental disorders include, let me start with the easiest that people know, the stress, depression. Tuongelele kwanza depression, ndio the most common katika hii hali yenye tuko. Kukua depressed, naweza sema ni kukua hauna hope. You feel hopeless, una feel kujiua. Hapo ndio unapata watu wengi wanafikiria wamekata tamaa. Wana feel wajiue, wana feel like life is worthless. Na hizo symptoms mtu anaweza jua amefikia hiyo depression kama hisi hivyo kwa muda wa wiki mbili, akihisi ajisikii kukula, ana feel hopeless, worthless, ana feel kuend life. Ikifululiza kwa wiki mbili, hapo unaweza sema huyo mtu ako depressed. Lakini tunawaita wote waone psychologist afanye hizo assessment ili tudhibitishe before wakunywe hizo dawa za antidepressants, akuwe sure ni depression anakunywa dawa nayo. Kuna hii ya anxiety disorders. Kila mtu kwa wakati mwingine anaweza patwa na anxiety. Anxiety ni hiyo uko unsure of the future. Na hiyo iko kwa kipande mingi. Anxiety disorders can be categorized in various category. Unaweza pata kuna wenye wanaogopa kutangamana na watu. Hiyo ni social phobia. Kuna wenye wako na hiyo phobia ya anything, tuseme ni snakes, height. Unapata akitembea mahali anasikia hiyo woga. Kuna wengine wako na ile woga tu ya kuongea mbele ya watu. Hizo phobias ni mingi, and I can say people have different phobias. Na anxiety kuna hii ya panic
Panic disorder ni among the categories of anxiety disorder yenye mtu anapatwa na chest pains, ana panic mpaka anasikia kifua ina uchungu, anasikia uchungu kwa kifua, anajihisi hana nguvu, anasikia ni kama mikono yake ama mwili imeanza kutetemeka. Na hizo anxiety disorder sisi kama psychologist kuna jinsi tunazowasaidia ku overcome hizo disorders. Kuna hii yenye inaitwa schizophrenia. Schizophrenia ni ile sasa wenye watu wanaita yenye wakiona wenda wazimu, inaitwa schizophrenia, lakini na layman's language watu wanasema huyu mtu ni mwenda wazimu. Ni hiyo yenye unapata mtu anaona vitu zake, anasikia vitu zenye wengine hawasikii. Hiyo ndio wanaita wenda wazimu. Lakini kama sisi wana saikolojia tunataka kila mtu ajue hiyo ni ugonjwa ya akili yenye inatokana, hiyo ni genes, mosi inakosiwa na hizo genes. So inaweza kuwa familia yenu ilikuwa na hao watu wenye walikuwa wana suffer that condition, na pia mtu apate. Okay, asante sana kwa kutuelezea. Naona mwana saikolojia ametuelezea kwa upana, na wewe si mwana saikolojia. Sijui katangamana na wanafunzi katika chuo kikuu cha Kisii. Wewe unajua je huyu mtu ako depressed, huyu mtu ako na stress kabla umlete kwa Matilda? Jambo la kwanza unapata nitasema isolation. Unapata mwanafunzi amejitenga tu. Na kwenye chuo kikuu cha Kisii University our organization imejulikana na wanafunzi wote. Na kwa mara nyingi tuna work na counseling psychology department. Kwa vile kwa mara mingi tuna work na counseling team from the management of Kisii University. Sasa tunapata mwanafunzi amejitenga, na anapojitenga hiyo itatuashiria ya kuwa huyu mwanafunzi huenda ana tatizo fulani. Iwapo tutamuita tumuongeleshe, huenda tukawa suluhisho kwenye tatizo hilo. Jambo lingine ambalo linatuarifu na kutuonyesha kuwa mwanafunzi ako na tatizo ni kuwa unapata mwanafunzi labda darasani hasikizi. Darasani hasikizi. Yeye yuko tu hasikizi. Na tunashirikiana na viranja wa madarasa kwenye chuo kikuu cha Kisii University. Kama mwanafunzi ana tatizo lolote, tunamshauri wewe tupigie simu, tutamleta karibu tujue tatizo ni lipi. Jambo lingine ambalo linatufanya tujue kuwa mwanafunzi mwenzetu ako na tatizo ni kukosa darasa. Kwa mfano mwanafunzi madarasa yamepita madarasa karibu 3. Huyu mwanafunzi haonekani. Kiranja wa darasa anaweza tupigia simu atuambie kuna mwanafunzi fulani hajakuja darasa kwa wiki 2. Hatujajua tatizo. Na tunafuatilia vile tunajua ni njia ipi ambayo tunaweza saidia kama wanafunzi ama kama umbrella ya Young Solidarity Foundation. Sasa hayo ni baadhi ya maneno ambayo sisi huangalia na kusema kuwa huyu mwanafunzi huenda ako na shida ya mental health. Yes. Nataka kushikilia hapo niongeleshe mpenzi mtazamaji kwa lugha ya nyumbani kidogo. Nikirudi kwenu mtanielezea wakati mumeona dalili hizi ni jukumu lipi ambalo mnalichukua kuhakikisha kwamba huyu mtu atarudi kuwa sawa. Ukipea Matilda nini ile anafanya kwanza kabisa. Jamani sana mwancho muri area wigetaseni Kyandize TV. Niko togenda gusanga imeyomorobere wensake yabona mambia stogenda gusanga nabagwatani korwa sekyo mbegia Young Solidarity Foundation ekatogenda gusanga nere Tyson na Voigo Matilda abagenda gutumanya igoro y'umuchando obubongo no muchando beri ko guchanda abantu abange sana. Mo especially ase ekegori keke gukina bono iga anene kera babiri bagukwanira chinga kibabete baguchaka gwikira bono iga na ndo bokoreri bwabo mporobyobo anene ase kyombeke iga nigo bakwemurikira abarukigwa ase chiskuru chiriche university anene chinga kibabiri bagukwanira igoro yebimanyerere ekero kuri elianga umuntu yo iga obokoreri bwa yemboro byobo ekera okumirana nerekera litko naboko nyara ko bagukurigereria amonchirerio asobulimo bwaye bwekera litko manchumire babere bagosanga nga
akaraba kumurikira bokoreria sensemeri y'ekisukuru nkurigereria bare egati y'ebimanyiririo nga omuntu oyo iga nabwata omuchando bweke bongo akaraba bere bakorigereria nga ngonyorore nga omuntu oyo iga maybe kinza kindi nabakonyora nga abwata asirako gechigusana ngonyorore nga omuntu oyo iga maybe tariko bakagwikirana ase ekerasi konyora amasomo ari yakerarituko ande ngonyorore nga omuntu oyo iga nkwerusana ni ari kurwa ase obutara n'abandi konyora nga abantu nabaiga akonyara nga bachakire kobera barabuboka kolende dachikorigeria emichanda abantu nabaiga barachiko bakonyora onyege tambukero ngeri koimukigwa kebenete igumwanchumuriria yongati yalitogeneta gusanga asomoro biri wensake bono mambe chinga kitagenda kurigeria igoro y'omuchando bwobongo yobeiro muchando monena nega igasorgo rwabusim ngetambukero kebyembe abasaba bwatani abagendete koimukia anene ase ogokora omuchando ekondo mwanchumuria sanga 90 wetera ase namba yesimu ya 0792128834 otumanya sokubati moro biliko na bagoli buri dia gondeli kubwatikana na mangana itugenda okwanira abagana bogoswa sensemeri y'emichanda Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net obekoko sanga na intwe ase obwamo. Tyson tumeweza kuangalia challenges ambazo wanafunzi wanapitia. Kwa mfano mliweza kuangazia kuhusu missing marks. Unapata mtu amekuwa stressed. Anasema mtu kama huyo kitu yenye anataka ni marks. Sijui huwa mnafanya aje mkipata kama mtu huyo ameanza kuwa na stress, ameanza kuwa na depression, huwa mnafanya nini? Jambo la kwanza ambalo sisi hufanya kama the organization ni kuwa jambo la kwanza we do referral na jinsi nimeelezea watazamaji kuwa Young Solidarity has mental health advocates, psychologists who are well conversant with the information. Yeah, sasa huwa tunafanya referral. Jambo la pili unapata kuwa kama mwanafunzi kwa mfano amekosa chakula kwa siku 2. Na kama Young Solidarity Foundation tuko na some of the donors wenye huwa wanajitokeza, tunawaambia tuko na mwanafunzi huyu hajafanikiwa kula kwa siku 2, tunaweza saidia nini? Wanajitokeza, mwenye anapeana unga, mwenye anafanya nini. Hivyo ndio tunavyo. Jambo lingine ni kuwa huwa tunafanya kama wanafunzi, sisi ni wanafunzi ambao tumeshikana. Sio tu kwenye chuo kikuu cha Kisii University but in 75 tertiary institutions comrades wameshikana. Unapata mwanafunzi labda hana karo, amejaribu kulipa karo, wazazi wake wamejaribu lakini amelemewa labda shilingi chini ya 10,000. Kama wanafunzi tunashikana na tunasema kuwa uacha kila mwanafunzi hata atoe shilingi 50 au 100 ili tukaweze kusaidia huyu mwanafunzi afanye karo. Na kwenye missing marks, ukosefu wa alama, jambo ambalo naweza sema ni kuwa chuo kikuu cha Kisii University siku hizi kimejizatiti vya kutosha. Unapata they are really bringing out a solution when it comes to missing marks. Sasa hayo ndio baadhi ya maneno ambayo sisi hufanya kama taa ya Young Solidarity Foundation. Na vile vile huwa tuna work na A Million Hugs. A Million Hugs hii ni it's an organization being directed by Jairus Kibagendi. Unapata baadhi ya maneno baadhi ya shida sisi kama zinaweza tulemea, lakini tukifanya referral to A Million Hugs wanatusaidia vya kutosha. Vile vile tuko na organization ambayo inaita SICOM. SICOM. Unapata tuko na baadhi ya shida ambazo tumepata kama YSF, lakini tunafanya referral kwa SICOM. Yeah. Alafu wanatusaidia na unapata sasa tumeleta mwangaza when it comes to mental health awareness. Nashukuru sana. Akina Tyson wakitambua kwamba kuna mmoja wa wanafunzi ambao wanapitia changamoto, amekuwa depressed, amekuwa na stress, wakileta kwako, jambo la kwanza ambalo ama jukumu la kwanza ambalo unalichukua ama hatua ya kwanza ambayo unaichukua ni ipi? Hatua ya kwanza yenye huwa tunafanya wakirifaa kwetu kama psychologist, huwa tunatenga muda kuongelesha, tujue kiini cha stress zao ama ni nini wanalipitia. Kutoka hapo huwa tunaanzishia therapy sessions.
kama psychologist, professional psychologist, huwa tunawaanzishia therapy sessions ili tuendelee ku work with them in the journey of healing. Kama ni jambo ya stress, depression ama any other issue. Kama ni issue yenye ilikuwa inahitaji kifedha, venye alisema, huwa tunatafuta suluhisho ili kuweza kuwasaidia. Okay, ningependa mshikilia hapo, tuingie mapumzikoni kidogo, tukirudi tutaweza kuzungumzia mengi. Myema no sana mwanchumo ligeria ni gotoka nitagosanga imemo rubiri bwensa kia bono mambia stoga nitagosanga nabagwatani urase kyombegia Young Solidarity Foundation abagenda takuroba sembe igoro ye chinchera abagenda tagosira abantu iskogali erindo gukora umuchando ububongo kondo mwanchumo ligeria yataraso asensema yakabere studio to sio michiduka kaigo to kwera nanto betogosanga amani. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi kurikira bono ayebuna omwagachi kwamanyira eduka okugenda kujya ebintu byonse biri gukorera emirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali kyokwaranse ase nyumba yawo nabo igo kubeka senyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobeko isiko babwate sanitary wares buna chising chibakurichete cho chonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire babwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisi main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asobwango mono abonda isi veke nambeye asese miao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime omwanchumuriria bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuriria television yao na mbeyemo yomunwa bweke usi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera asu gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichiabisi chito ekyo chirebo shobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bw'omugusi.
abarigiriria bwe televishoni ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubuncholia bwao ase televishoni ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio bwikere abarigiriria kuruchi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapasua vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Omugusi ine kwabiri gukuriye skuru ngiya asura abikira umwana wo cingekero cingiye cy'amasomo bono skuru ya Sister Michaela Girls Secondary School yuko tukase bara ya Kisi Oyugis angena Cardinal Tunga High School Musocho naryo liciburi yao niko babwati birasi biya ebigare asabana bagosomera buya ebyo bire bicenu asibuko babwati nyumba cyo kurara cingiye nande cincenu kirage aboro kiko bagosoma se skuru ye niko bali abacenu naboigo babwate cimbo cingiye kirage abali bagosoma se skuru ye niko babwate bamanyi bigoro ase otawwenga mwano takonyora semi cingiya mbabwate computer lab eyurengiya asabana bagutumeka ci computer kwemanya naboigo gosomera mbabwate boigo science lab asabana bagokora megilivige science eyubwate bintu byonsi asumwana waranyara ubumanyi bw'igoro niko babwate library ngiya ase bitabu bicire ebyo umwana aranyore kisemi elio asaserie asajiga nigaragiya akomwana mazingira maya yogosomera niko bwigo bagukina ci talent cy'abana asibabwate scouts music group nemecheso ao onyolenga aiga bwigo niko bagukina umwana kebo Kristo asamange batari nako bakira esimi agirira muretu umwana anyora amasomo aigoro omwana bwembe magatebyo omwana bwenguko ngaye omuntu okoro kwa omwibi abare koro kwa omugusi naende noyo omanyete naende yotwale koranga nabare gokwana na Nyasaye omwachingu okore egintu kiarorekana ase abantu bonsi omunyibi omureti chingige na noyo orenge kwebirari abantu bari kwiba chombe cyabagaka batugete bari gusuka bagende kiarenga ari wakanwese gitarengo utege ntare ko ni chinyama ngore ne byare waka kende nkiarenge ndonyore ko ewa yare ko ego semoli munare ko teba noyo nere bwichingi nabare ko gare gukireta ereta ari gusabwa abantu mbare kumusaba nka toretere chingi ni chinyinge chiche munabona kurwa ebyo biri moko lirora kachi kuri biyo ryoba ale mangaye mwana bwengu kagatebyo Ndizi TV ubwansu bw'omugusi.
Eria kigima mwanche omarigeria tyangwarigane ase ntunda ya mwaile tugende gusanga ime omoroberi w'ensaki abana mambia tugende gusanga n'abageni baito ase studio abagende gutumanya igoro y'obukoreri bwabo bw'ikiombe kya Young Solidarity Foundation abagende gusira abamenyekoro gasoro ngorwa gusi erinde kwanike na ngokora bali omuchando okebongo konde byamana sana mwanche omarigeria asogende kubwati omoroberiga anena sensemiri ya Facebook wa kerondo chengambara bagende kubwati omoroberi Dr. Henry Ochoki akorwa itibo City Kisii County atebani kondani Shila Kemunta atebanga kurwa Makongeni Jogo Road na Ruth Nyabuto agatebanga following wasili mkuu agatebanga Ndizi TV News Digital. Good morning all team Ndizi TV live watching from Doha, Qatar. Cloud Nyake agatebanga watching live. Amos Martin watching live from Saudi Arabia. Sheila Kerubo agatebanga very insightful discussion. I love this, watching you live from Nyariwari Chache. Aboigo Victor Omondo Miyenda agatebanga watching live from Nairobi West. Tuko pamoja hadi tamati. Ana Anthony Ragori Fred Nyandiga Musima na Kerubo na aboigo Omosori Bwigesusu. Aboigo nindo chenga ambaro bagende kubwatia omoroberi obwensakia obono mambia asibagende kurika ujumbe cyabo sekorindo mwanchu murigeria ekekekere bosyo animbegi ngo chigura yuni yure moja agatebanga good morning to my dad Joseph Torori and my beautiful daughters Stacy Bosburi and Angel Gloria wakiwa pale St. Andrew Kagwa naboigo akuboria nga Milton Mosetinga yare Jaredo yunge kurwa nyankororo ime yomoroberi mbimana sana asibali mugende tekulika ujumbe chaino kodete tere na sabageni baito tugendera gusanga ase obwamo Tyson tumekuwa tukiona siku mingi mkitoka pale nje mnaelezea watu kuhusu mental health umekuwa mkifanya awareness mingi pengine unaweza uzungumzia hizo Asante tangu tulipoanzisha Young Solidarity Foundation tumekuwa tukijihusisha kwa so many programs za kuleta ujumbe ili kuzuia mental disorders sio tu kwa wanafunzi bali kwa local tumekuwa na uwezo wa kufika kwa local na tumefanya baadhi ya activities events and one of the activity that we have done as Young Solidarity Foundation we have tried to come up with a road show in partnership with other stakeholders non-state actors within the county government of Kisii tulianzia CBD Kisii town tukaenda hadi Nyakoe then we camped at Nyakoe where our psychologists discussed na waka bring information on what we need to do when it comes to mental health. Jambo lingine ambalo tumefanya kama anga ya Young Solidarity Foundation ni kuwa come up with online trainings. Online trainings come up with quotes za kuonyesha kuwa za bring mental health awareness among the youth. Tunapata wengi wa vijana, sio tu vijana, wengi wa wazazi wetu pia kule nyumbani wameingia kwenye digitali. Sasa tuna come up with them then we share in our platforms. Jambo lingine tumefanya pia webinar trainings. Na nakumbuka training ya kwanza tulifanyiwa na executive director from Threshold of Hope. Then training ya pili pia tukafanyiwa na Jairus Kibagendi, psychologist by profession, kumaanisha kuwa tunashirikiana na other organization kwenye hili jimbo la Kisii County kuhakikisha kuwa we bring information not only to the youth but we bring information to all state actors. Then jambo lingine ambalo tumefanya kama Young Solidarity Foundation ni kuwa organize programs within the institution of Kisii University. We bring comrades on board, we inform them. If you come across this challenge, you can avoid or you can bring a solution to this challenge by doing this. So hizo ndio baadhi ya maneno ambayo tumefanya kuhakikisha kuwa we sensitize mental health
within the county government of Kisii. Okay. Pengine mmekuwa mkitembelea mashule hivi, mmekuwa mkiongelesha wanafunzi pale? Yeah. Na vile vile tumetembea kwa mashule. Kwa mfano shule ambayo tulitangulia kutembelea ni shule ya Makairo Secondary School. It's in Nyamira County. Na vile vile tukatembelea shule ya Nyantorago High School. Wa brief what Young Solidarity Organization is doing on mental health. And when we discuss mental health, we also include the aspect behavioral change and career mentorship within the society. Na vile vile mwaka uliopita tulifanikiwa kutembea kwenye shule ya Nyambaria Boys High School. Sasa Young Solidarity Foundation tumejaribu kutembea kwa hizo shule. Na vile vile tunalenga tunatamanio kama Young Solidarity, kama YSF tutembee kwa mashule takriban yote kwenye jimbo hili la Kisii kuhakikisha kuwa wanafunzi wetu, wazazi, pia hata walimu hawakuwi challenge na mental health disorders. Okay, asante sana kwa kuelezea hivyo. Matilda, unapata kuna mtu maybe ako na stress amekuja kwako. Anaona kama unaweza elezea mpenzi mtazamaji anaweza manage vipi hii stress yake? Mtu ambaye ako na stress ina depend ni stress gani anayopata. Tunasema kuna aina mbili ya stress. Okay. Positive stress and negative stress. Kwa positive stress ni stress inayokusukuma ufanye jambo mzuri. Tuseme ulikuwa unatarajia ku-attend event fulani, lakini imekupea a positive stress, inakusukuma uende ukafanye hiyo jambo. Ni wewe tu uifikirie uende ukafanye jinsi inavyofaa. The negative stress yenye mostly watu wengi wanakuwa nayo ni labda tuseme kama hana finance, anakuwa overwhelmed ni nini la kufanya. Tuseme anahuzunika juu ya ugonjwa ama kitu ambayo yenye inamhuzunisha, yenye tu inampea that negative stress. Kitu ya kwanza ni you calm your mind. Calm your mind. After you calm your mind, kuna hizi relaxation techniques za wewe ya ku-relax your muscles na ku-relax upate unafikiria vizuri. When you are relaxed na you are thinking you are composed. Unajihitaji ujicompose. Pia wewe ujue venye hiyo stress ikikuja venye unafaa uando, ukue logically on how to handle that stress. Kama ni hii uifikirie venye unafaa uando, ili next time pia ikikuja ukue na suluhisho. Suluhisho, mimi nasema kila mtu hapo na suluhisho. Suluhisho ya mawazo yako ni wewe, like when you think of your problems, you have all the problems. You have all the solution. Okay. You have all the solution. Juu stress yenye unapata, unaweza pata solution. Ukifikiria vizuri, utapata solution yako. Lakini mambo sisi yenye tunafanya kama psychologist ni kukusaidia upate kutambua solution yako ni gani ya stress yenye inakupata. Okay. Tyson, kuna wenye ambao unapata maybe wako na depression, maybe imefikia mahali ama wako na shida ya kiakili imefikia mahali wanahitaji kwenda maybe hospitali wapate matibabu zaidi. Pengine huwa mna coordinate ama ni hospitali zipi zile ambazo mna coordinate nazo mna make sure kwamba huyu mtu amerudi kwa sawa? Hospitali ambayo tunashirikiana nayo ni KTRH, ambayo tuko na baadhi ya wanafunzi ama marafiki zetu who are already working in KTRH. Ya hospitali ya pili ambayo tunashirikiana nayo pia ni Nema Hospital, ile yenye iko on your way to Egetacho. Ya pia hiyo tunashirikiana nayo. Unapata tukipata shida labda hii inahitaji wale ambao wako na ubunifu kwenye udaktari, hapo ndipo tunapowapeleka. Na hospitali ya mwisho ni Krista Marian Hospital. Sasa kwa sasa hizo ndizo hospitali tatu ambazo tunashirikiana nazo kama Young Solidarity Foundation kuhakikisha kuwa we bring solution
to those who are mentally challenged. Okay. Yes. Tukuje kwa upande wako Matilda, unajua hizi mental disorders zenye ambazo tuliweza kuzungumzia ziko na complications. Maybe wakati mtu tulisema amejiisolate, ataanza kufikiria kujiua, pengine on health. Kuna shida gani mtu anaweza pata kama hajajitokeza aweze kupatana na watu kama nyinyi, ama hajaweza kwenda pale hospitali aweze kupata maelekezo zaidi, atakuwa na health complications zipi? Sawa. Health complications zenye mtu anaweza pata akipata the mental disorder ina depend na which mental disorder, lakini kwa kifupi tu kusema general, the health complication yenye mtu anaweza pata the physical complication. Tuseme mtu akiwa na depression na stress, unaweza pata akuli, ameacha kukula, anaweza pata the physical health complication juu ya hiyo kutokula. Na pia anaweza jihusisha, kuna watu wenye wanajihusisha na unywaji wa pombe na uvutaji wa bangi wakati wenye wako na depression, so pia inaweza waletea health complication to their lungs, their liver. Hiyo ni baadhi ya health complications zenye mtu anaweza pata akiwa na mental disorder. Matilda, kuna jambo ambalo kidogo huwa linanitatanisha kiasi. Kuna wale ambao wanasema kwamba mtu akiwa na stress anaweza konda au anaweza nenepa. Sijui kama ni ukweli. Mtu akiwa na stress ina depend na appetite yake iko aje. Juu kuna watu wenye akiwa na stress ama akiwa depressed ndio sasa anapata appetite. So uenda mwenye ako na stress, mwingine anaweza nona na mwingine anaweza konda pia. Ina depend. Okay. Kuna wale ambao maybe wakiwa na mental health problems, unapata wako na kuna ile child abuse, kuna ile trauma. Sijui mnawasaidia vipi wewe kama mwana saikolojia wanaweza ku overcome that? Walio na stress na pia wamepitia childhood traumas, huwa tunawaanzishia pia therapy kuwasaidia kuelewa those traumas, kuelewa ni nini chanzo cha jinsi wanavyohisi, ili tuweze kuwasaidia ku overcome their traumas. Okay. Shikilia hapo, nitarudi kwako uweze kutuelezea baadhi ya risk factors. Unajua kuna zile vitu katika hii maisha zinaweza kupata uweze kuwa na mental health problems. Tuingie upande wako Tyson. Mliweza kusema kwamba mnaweza kushirikiana na different organization kuhakikisha kwamba mnafanya mental awareness. Pengine kuna partners ambao wanawatizama pale nje. Pengine mtu akitaka kuja kama partner kwa Young Solidarity Foundation, maybe anahitajika kuwa na nini? Kama partner kwa Young Solidarity Foundation, jambo la kwanza, we must be of the same objective. Jambo la kwanza, kwa mfano unapata kuna organization ambayo ina spread mental health awareness programs. Yes, we can bring it on board. Jambo la kwanza. Jambo la pili, you can only work together once you have agreed. Jambo la pili ni kuwa wajitokeze, tuko tayari kushirikiana nao ili to bring a solution. I'm sorry, to bring a solution to those who are mentally challenged. So to prove that our organization is working, they can Google online. We have Facebook page, Young Solidarity Foundation, on our LinkedIn page, Instagram, and WhatsApp contact number, it's available. Okay. Aturudi kwako Matilda, kuna zile risk factors ambazo unaweza angalia zichangie mtu kuwa na mental disorder ama mental problems. Unaweza tuelezea tu kwa kifupi? Kwa kifupi, naweza sema mental disorders zinaweza kosiwa na a number of factors. Tuanzishie the biological factors kama genes. Venye nilivyosema, genetic, mtu anaweza kuwa kwa familia yao inaweza kuwa hiyo ugonjwa ina run in their family basically. So hiyo
jambo moja yenye inaweza fanya mtu apatwe na mental disorder kama venye nilivyosema, watu kama wenye wanapatwa na schizophrenia, unaweza pata hiyo ina run in their genes. Hiyo ni one factor yenye inaweza cause mental disorder. Another factor ni environmental factor. Tuseme mtoto mwenye amekuwa disposed na alcohol, nini vitu kama hizo, huenda akakuja akapata mental disorder kama hiyo substance use disorder kwa sababu ya environment yenye ametoka yenye inamzigira. Another factor ni how our personality is another risk factor. Kuna watu wenye wanachukulia stress kwa urahisi na kuna watu wenye wanachukulia stress, kuna their personality wenye wanachukulia stress kwa ngumu sana. Kitu ikiwafanyikia ni ngumu sana kumove on with their life. Okay. Tyson, sasa tuingie upande wako. Sijui katika hii mental health tumekuwa tukizungumzia, pengine tunaweza aje prevent mental illness? Jambo la kwanza ambalo tunaweza fanya to prevent mental illness, one, we have sensitization, as an organization in partnership with media stations like Ndizi TV, with the other media stations within the county government, we can partner to do more sensitization when it comes to mental health. Then jambo lingine ambalo pia tunaweza fanya ni kuhakikisha kuwa we live, tunajikubali. Sisi kama vijana na vile sisi kama wazazi kule nyumbani, tujikubali hali yetu. Tuseme kuwa kwa siku mimi ninafanikiwa just to have one meal. Ni kujikubali. Tunainama. Na baadhi ya youth tunasema kuinama. Kuinama, what we usually mean is that unashikanisha breakfast with lunch, then supper. Umemaliza siku yako. Alafu jambo lingine ambalo tunaweza fanya ili we need more psychologists on board. As the national government and the county government, we have psychologists who have graduated. We have psychologists who are graduating. More employment opportunities to them will be a solution when it comes to mental health within our capacity. Na jambo lingine la mwisho ni kuwa kama Young Solidarity Foundation, unapata tumeshajitokeza, tumefika kama Kisii Special School, tumetembea pale, and we now have information on what we need to do and what we need to avoid as a way of bringing solution to mental health disorders. Okay. Matilda, kwa sababu wewe ni expert kwa upande huu mwingine, unaweza tuelezea how can we solve mental illness problems? Mental illness problem can be solved through psychotherapy. Venye tumesema psychologists wanaweza kusaidia wananchi katika the therapy session. Wakija kwa psychologist, kuna hiyo kipindi ya kuanzishia therapy, tunawasaidia in their mental disorders. Kuna another way, tunaweza tumia medication. Wenye wako na depression, kuna dawa za antidepressants zenye wanazokunywa ili at least wa feel better. Kitu kingine ni tunaweza watangamanisha wenye wako na the same problem, support groups. Tunawakutanisha pamoja wenye wako na shida moja, at least wasaidiane kimawazo na wa share their experiences wenye wako na the mental disorders. Kitu kingine yenye tunaweza wafanyia ni psychoeducation. Tunawaelezea jinsi ya kujieka in a mental health state yenye iko sawa, wakuwe sawa, pia wao wajielewe, na pia waweze kukuja kwa psychologist, wawe na hiyo moyo wa kukuja kwa psychologist kuelezea shida zao. Hiyo itaweza kuwasaidia. Okay. Sijui kama Tyson mumeweza kushirikiana na serikali ya kaunti ya Kisii ili kuhakikisha kwamba hii shida haitaendelea kukolea katika maisha ya wananchi wa Kisii. Ndio swali nzuri sana. Kwa kweli Young Solidarity Foundation tumeshirikiana na Kisii County Government, na kwa mara mingi huwa tunamfikia manager to ajiri
Kisii County, Mr. Ishmael Nyakoni, ambaye anajihusisha sana na the youth. Unapata tukiwa na tatizo, we go and brief them, we bring them on board, then tunajua ni nini tunaweza fanya ili kuleta mwangaza kwenye jimbo letu la Kisii. Jambo lingine ambalo tumefanya ni kuna the Department of Youth, Gender and Social Services being directed by Director Douglas Arege. Vile vile pia ametuweka kwa karibu sana kuhakikisha kuwa kama kuna tatizo wanatuletea expertise. We have some of the social officers within the department wanatupa ushauri wa kutosha, na vile vile pia sisi tunawapea ushauri kwa sababu tumekolea pia. Then tukisha exchange ushauri from each other, then we bring a solution to the society of Kisii. So in summary, tumeshirikiana na county government of Kisii, but we are intending as an organization to expound our territories, to bring more departments, more ministries in partnership for the betterment of Kisii when it comes to mental health. Okay, asante sana. Sijui kama kwa upande wako Matilda, ni jukumu gani lile ambalo umechukua kuhakikisha kwamba hivi visa vya watu ambao wako na mental health ama wako na mental illness vinaendelea kupungua? Kwa upande wangu, jambo yenye naweza sema, wanapokuja kwangu kama psychologist, ninawasaidia kuanzishia hizo psychotherapy. Kama wanahitaji medication, wanawatuma kwa psychiatrist, anawapa matibabu. Okay, nashukuru sana kwa kujibu hilo. Young Solidarity Foundation, najua mko na vision siku za usoni, sijui mngependa kufika wapi? Currently tunafanya kazi kwenye County Government of Kisii, but Young Solidarity Foundation, we are intending soon to be an NGO to operate nationwide. Na kwa ufupi ni kuwa mimi ninatumaini tukishirikiana na other organizations within the county at the national level, we are ready and willing to click globally. Okay, asante sana. Pengine kwa upande wako Matilda, umeona ni challenges zipi ambazo mnapitia nyinyi kama Young Solidarity Foundation ambazo zimewafanya mjaweza kufikia wale watu ambao wako na mental challenges? Kama Young Solidarity Foundation, challenge yenye tunaweza kuwa tumekumbana nayo ni labda watu kutojitokeza kwa wingi kusema wako na the mental disorders ili tuweze kuwasaidia. Watu wengi hawajapata kujielewa ama kutaka kujua hali yao ya akili. Hiyo ni challenge moja yenye naweza sema. Tunaendelea kuwafanyia psychoeducation na sensitization ili waweze kujitokeza kwa wingi ili tuweze kuwasaidia. Okay. Sijui kama kuna challenge nyingine Tyson ambayo Matilda ameacha nje? Challenge ingine ambayo tunapitia kama Young Solidarity Foundation, unapata ofisi yetu ndogo iko Egetacho on your way to Apostle Murwabes Nyanchwa area. Unapata tumepata tatizo from Nyamira, hiyo junction mpaka wa Nyamira na Kisii. Sasa unapata huyo mtu kwa sababu he or she is mentally challenged, hiyo transportation kama organizations huwa tunasaidia, lakini it's a bit challenge because as an organization we are still an upcoming organization. Jambo la pili challenge ambayo tunapitia ya pili is on financial constraints. Yes, as an organization we have been operating and we are still operating. Tunapata tunatengeneza, we have for instance a roadshow. Yeah, that's where we bring in more partners for financial support. Yeah, then jambo lingine la tatu ambalo tunapitia kama organization ni jambo la tatu ambalo tunapitia ni the sijui nikitohoa tohoa tu tutarekebisha mbele. Yeah, nikitohoa jambo la tatu ambalo tatizo la tatu ni kuwa means of transport. Yeah, tumeenda kwenye shule fulani, kwa mfano tumeenda Kisii Special School. We need more donations
more funding to enable our activities. Sasa hayo ndio matatizo ambayo tunapitia kama YSF. Okay. Kuna wale watu ambao wako na notion kwamba therapy inakuanga expensive, kuona psychologist inakuanga expensive. Hebu waongeleshe leo. Wanahofia wakienda pale mfuko kidogo itaumia. Jambo yenye naweza waambia jinsi wanavyoenda kuona daktari wa physical health. Jinsi wanaweza kuja kutuona sisi. Your mental health is still expensive. Akili yako huwezi linganisha kama akili yenye si expensive, lakini kitu yenye iko therapy session sio expensive. Kila mtu anaweza afford kukuja. Hata hapo KTRH tuna offer services at lower prices. Okay, kuna wale ambao wameficha, maybe waliona jirani yao maybe ako na shida ya kiakili, wamemficha, sasa wamemfungia, pengine unaweza waelezea vipi? Wenye wameficha, wenye wako na mental disorders, jambo yenye naweza waambia wawafungulie, walete, waone psychologist, wasaidike. Okay. Sijui unaweza ongelesha vipi, kuna vijana wako pale nje maybe wanapitia magumu ambayo imechangia kuwa na mental disorders. Wasia wako ni upi? Wasia wangu kwao ni kuwa, jambo la kwanza, as a YSF tunasema kuwa opportunities are created. One, as the youth we need to come on board and create our own opportunities as we wait for employment opportunities, as we wait for the link from our parents back at home. Jambo wasia wangu ambao nitawaambia pia ni kuwa wacha tujitokeze, tuwe na usemi ambao unarejelea matatizo ambayo tunafuatilia. Kwa mfano tunaona tuko na Gen Z. Na sisi tuko kwenye hiyo rika. Gen Z unapata tumejitokeza na kusema kuwa no reject finance bill. So in summary, wasia wangu ambao wacha tushikane kama vijana ili tukaweze kuleta mabadiliko ambayo tunaweza kuyaleta kwenye jimbo hili la Kisii. Okay. Kuna wanadada wako na very high expectation pale nje, pia pressure inawapiga pale ambayo pia imechangia kuwa na mental disorders. Sijui ni wasia upi unaweza wapea? Jambo yenye naweza waambia, wajipende kwanza. Wakijipenda kwanza, self esteem and their self confidence will just come in. Kitu yenye naweza waambia kuhusu peer pressure, wasiingiliane na mambo ya peer pressure. Peer pressure haitawapeleka mahali, ni kuelekeza tu kwa hizo mental disorders. Wajipende na wajijue wao ni akina nani ili waweze kuishi fulfilling life. Okay. Tyson Shila ananikumbusha hapa kwamba kuna event mko nayo on 2nd August. Pia unaweza izungumzia tu kwa kifupi. Asante. Sasa on 2nd August tumeshirikiana na County Government of Kisii. The event is on team building. Pale ambapo we are bringing some youth on board, not only youth, pia wazazi pale, kuhakikisha kuwa we bring and nurture up talents on the youth. I think more details on the event we will share on our platforms, Facebook page, LinkedIn page, and Twitter and Instagram. Na yeyote ambaye anataka to bring on board, he can or she can reach us through our email, youngsolidarity28@gmail.com. Okay. Kuna wale maybe unaweza wakumbusha social media platforms zenu mnatumia jina gani pale, wanaweza wasearch vipi wawapate pale? Social media, Young Solidarity Foundation. All social media platforms. All social media platforms. Okay. Kuna wale ambao wangependa kupata therapy sessions, unaweza tukumbusha kuna namba nadhani wanapeananga yenye mtu anaweza dial maybe afikie, unaweza tuelezea tu kidogo? Wenye wanataka kuja for therapy session, naweza waelekeza KTRH. Watapata psychologist hapo na watahudumiwa. Okay, nashukuru sana. Sijui kama kuna mahali mngependa kutuma salamu tukimalizia? Salamu natuma kwa
wana Kisii wote, watu wote wa University ya Kisii, watu wa nyumbani wa Machakos. Yeah. Okay, Tyson, nafasi yako. Asante. Salamu zangu natumia the members of Young Solidarity Foundation. Salamu za pili natumia jimbo la Kisii County in general. Na salamu zangu za tatu pia nawatumia wanafunzi kutoka from 75 tertiary institutions of the Republic of Kenya. Na salamu zangu za mwisho nawatumia wazazi na relatives back in Western. Okay. Sheila ananikumbusha kwamba kuna nambari ambayo unaweza piga simu access free therapy from Red Cross, anasema 1199 kama unataka therapy kutoka pale kwa Red Cross, unaweza dial hiyo namba uweze kupata huduma. Kuna leaders ambao wanawatizama pale nje, ungependa kuwapea wasia upi kuhusiana na Young Solidarity Foundation? Maybe kuna mahali wanaweza chip in waweze kuwasaidia. Wasia ambao napea viongozi wetu ni kuwa we are open, ready and willing to partner to ensure that as an organization within the county government of Kisii, we achieve our objectives. And I believe and trust that if they will bring us on board as the county government, both elected and nominated leaders, we will deliver and Kisii will be better, better, better and better. Okay, Rose Mogere live from Nyakoe Ward niko ndani hadi tamati na mwalimu Elijah Ochenge wa St. Catherine Academy Kiuge Kisii, Ombori Calvin watching live from Lolongo, Jared Abuga Gika kutoka Gachie Kiambu Massive, well represented. St. Catherine Academy Kiuge Kisii, well represented. Mbema sana Mwanche Mogere. Nimeshukuru sana kwa kutenga muda wenu kufika huku siku ya leo na kuzungumza nasi. Mbema sana Mwanche Mogere kwa bere kugosanga nende kutoka chage tomorobiri gwikabone gatoikiro mwalyo nagosemere kwa ndina kwa bere kwemanya amange wetero morobiri wiri tukolia rero kurende wikiraga abo no turabe to gukorera omorobiri wiri tukolia rero tumere niri tukolia anjo ritkolia Jumatano ke turabe to gusanga amange ayo amurikete chisemi mwachi murigenda utogwete sinse mwachi mitandao asensema ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Magachi kamera soko nikiunibicha nabayigiri ugiri aberiri kuikira sura senchira yabenere nyachama Abigail tubatokubatenere job maangi oyoba kago twali bagali ya bene asubusanga nabageni beto nenchira nekirubo Frida twara uligeria orobia. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Supermarket ya Kisii Mart bono nigo bachakiro mu rubiryo bwoko ni ibintu ki wholesale buna maguta yugo karangira kinyeni ubusye bwokuruga chi diapers ne chi tissue chi sabuni body oils ebinywegwa esukari ebikoroto n'ebintu binde binge nabo